Karibuni tena katika kipindi chetu cha Happiness Every Day. Kukuwa na furaha kila siku, kila wakati, kila dakika. Kabla hatujaanza kipindi chetu, salamu zetu za rambirambi ziwafikie watu wote wa nchi za maziwa makuu ambao wanaozungumza lugha ya Kiswahili, kiwemo Burundi, Kongo, Rwanda, Uganda, Tanzania na Kenya. Tusisahau na watu wengine wote ambao ulimwenguni kote wamesambaa kutoka katika hizi nchi ambazo wanazungumza lugha ya Kiswahili, huku na wenyewe wakiendelea kutusikiliza, na tunawaomba kwa kila wakati kutoa comment, kushare na kulike vipindi ambavyo tunawatolea. Inaweza kutupatia moyo na kutusaidia tuendelee kuwatolea vipindi zaidi. Sana sana mazumuni yetu katika vipindi vyetu vya Happiness Every Day, kupata furaha kila siku na kila wakati, mara nyingi ni kwa wale watu ambao tunafahamu kwamba wanaendelea katika matatizo ya vita huko DRC Congo, Sudan, Palestina, Ukraine, pamoja na nchi zingine mbalimbali ambazo zinaendelea kukumbwa na matatizo ya vita. Sana sana DRC, wamama pamoja na watoto, wasichana ambao wanaendelea kubakwa, kuuawa kikatili, pamoja na vijana ambao wanaochukuliwa kila siku tunavyosikia kupelekwa katika maeneo ya vita, huku wakifariki na kupotea kabisa. So tunaendelea kuwapongeza wamama ambao wamepoteza watoto zao, pia na wengine ambao wameendelea kupata matatizo ya kubakwa na matatizo aina mbalimbali ya magonjwa, na huku sehemu ambazo pako vita kama kwa mfano Minembwe, Mulenge, Bukavu, Goma, Masisi na sehemu zingine ambazo inakuwa vigumu kwao kupata vitu ambavyo wanaohitaji katika maisha yao kila siku. So tunazidi kuwaombea na kwamba kuendelea kuwatia moyo kile ambacho wanaweza kufanya katika maisha yao, ili angalau wako katika matatizo lakini wawe na furaha. Jambo ambalo tutakaloongelea leo linaweza likawatia moyo ni neno kujiamini. Kujiamini linaweza likasaidia nini? Mara nyingi kuacha kutafuta idhini ya wengine na kutegemea imani yako mwenyewe inakuwa si rahisi. Kwa sababu hapa ni kwamba wewe umejiamini mwenyewe, huku hukutaka msaada au jambo lingine lolote maishani mwako kwa kutegemea watu wengine. Pia tunataka kumfurahisha kila mtu kutokana na hitaji la upendo na hofu ya kukataliwa. Mara mingi watu ambayo hawajiamini huwa wanatafuta kumpendeza kila mtu na kutaka kuwafanyia watu vitu, huku wakikosea na kufanya isivyo, wakihofia kujiamini wao wenyewe, kukatara kutenda yale mabaya ili waendelee kutenda mema. Wanahofia watu na kutenda vitu visivyo, huku wakionyesha kwamba wanawapenda, kumbe isivyo. Wamehofia kujiamini. Pia imeonekana kwamba kujiamini kunahitaji uvumilivu, lakini mara tu inapopatikana inakuwa nguvu muhimu sana ya kukubaliana na maisha kwa njia chanya. Mara nyingi watu tunafanya uvumilivu huku tukijiamini, lakini ikifika wakati maisha yako yanakuwa rahisi, yanakuwa mazuri,
unakuwa na furaha, unayafanya wewe mwenyewe, kuwa kwamba tabia za kujiamini zinakuja ndani, unajikuta maisha yanakuwa sio makubwa zaidi au sio mazuri zaidi kama ulivyotegemea wewe. Ila kujiamini ni nguzo ya msingi ya maendeleo ya kibinafsi na kitaaluma. Ni imani isiyoyumba katika uwezo wa mtu, rasilimali, uwezo na ujuzi wake. Hivi vyote ni viashiria vya kuonesha mtu anayejiamini. Ufunguo wa mafanikio, uwezo wa kujiamini ni nguvu yenye nguvu inayomsukuma mtu kufikia malengo yake na kutimiza ndoto zake. Kujiamini inaweza kukusaidia wewe ukafikia ndoto zako ambazo ulikuwa unatarajia maishani zitakazokupa furaha na amani na upendo kwa wengine wote. Kujiamini kisha kunakuwa falsafa ya maisha na hali ya akili. Pia kujiamini inaweza kukusaidia ukawa mtu ambaye unaofikiri vizuri, fikira zako zikuwe timamu, na unakuwa mtu ambaye katika kijiji au vitongoji au sehemu zozote au mjini, mtu ambaye watu wengi wanaokubali kwamba huyu akili yake ni akili timamu. Hufanyi kwa kukurupuka, unafanya kila kitu kwa mpangilio wake. So kujiamini kuna viashiria vingi vinaonyesha kwamba mtu akijiamini, tumeshaona kwanza itakufanya wewe mwenyewe ujisikie kwamba kila kitu chote unaweza, na pia unaweza kuwatendea binadamu wengine kwa usalama, na unaweza ukaishi na wengine kwa upendo. So kujiamini pia isitoshe, katika ulimwengu ambapo changamoto na vikwazo ni vya kudumu, kujiamini kumruhusu mtu kutenda kwa kujiamini, utambuzi na ustahimilivu. Lakini tunawezaje kutotetereka? Tunawezaje kutoshindwa wakati maneno machache yanapotutia shaka na kuharibu uhakika na matamanio yetu? Hapa inadhihirisha wazi kwamba angalau mtu anajiamini. Kumbuka kwamba dunia tunayoishi leo sio dunia sahihi kabisa. Ni dunia ya changamoto. Lisha kwamba wewe unachokifanya kila siku na kujiamini, leo lazima nitoboe, huku panatokea vizuizi na matatizo ambayo kuyakabili inakuwa sio rahisi. Ila ni vizuri kuendelea kujiamini, kwa sababu mtu kuendelea kujiamini sio rahisi katika ulimwengu wa leo. Ni kama vita isiyoonekana, ila inaweza kuwa ni vita ambayo inayomsaidia kila mtu wote. Itakusaidia wewe kuishi vizuri kwa upendo na kuwa na maisha ya furaha kila siku pamoja na watu ambao unaoishi nao katika dunia ya ulimwengu wa leo. Inamaanisha nini kujiamini? Kwa kawaida tunavyozungumza ni swali. Kujiamini ni nini? Swali linalofuata, tunawezaje kujiamini wakati mashaka yanapotushambulia na kutilia shaka chaguzi zetu, mtindo wetu na maisha, ndoto zetu, na sisi ni kina nani? Kwa sababu ulimwengu wa leo, wewe ukijiamini katika mazuri, watu wote wanakutilia macho, ikiwa serikalini,
ikiwa watu wa kawaida na watu wengine labda wanatokeza tabia za wivu, na huku kujiuliza wewe ni nani unayejiamini kati ya watu wengine. Kujiamini kwako kunaashiria nini katika maendeleo na furaha ya watu wote ambao unaishi nao. Ukiwa kiongozi, wanajiuliza binadamu wengine walio wadogo, wewe unajiamini kama nani? Kwa nini? Inaletea watu furaha nini? So, kwa ufupi, kujiamini kunamaanisha kutokuwa na mashaka? Hili ni swali. Kujiamini inamaanisha usiwe na mashaka? Sivyo. Inaonyesha kwamba watu wenye ujasiri wanaweza pia kuwa na mashaka, hasa wanapokabiliwa na changamoto au hali mpya. Tofauti ni kwamba tu hawapotezwi nazo, wanaendelea mbele licha ya kutokuwa na uhakika. Shaka ni sehemu ya mchakato, haibadilishi. So, inaonyesha kwamba mtu kuendelea kujiamini, je, na watu ambao wako na kile kipeo cha kujiamini, mara nyingi hawana shaka kwamba kule kujiamini kwao ni kweli au sio kweli. Lazima kila mtu wote anakuwa na shaka katika neno lote ambalo unaloanzisha ili kupata furaha. Inakuwa sio rahisi. Lazima unakuwa na shaka, je, nitatoboa au sitatoboa leo? Nitakula leo au sitakula leo? Leo watanifanyia vitendo visivyo au sivyo? So, ila unaonyesha kwamba watu ambao wanayo tabia kujiamini, mara nyingi matatizo wanayokumbana nayo au vigezo ambavyo vinavyotokeza ili wakate tamaa, mara nyingi hawavifuatilii. Kule kujiamini kwako, leo lazima nikule mlo mitatu, leo lazima nifurahi, lazima kizuizi chochote kitakachojitokeza, umeshaandaa kujiamini kupata furaha leo, isikuzuie kabisa. Labda imejitokeza fikira za kufikiria yale mambo yaliyokupata wakati wa mbele, labda umebakwa, wameuawa familia yako, labda kuna watu ambao walikutendea vitendo ambavyo sivyo, labda kuna watu ambao wanaendelea kufanya mauaji sana sana kama DRC, vita inaendelea, unasikia milio ya risasi huku na huku. Ila watu ambao wanajiamini ili kupata furaha ya siku, wanajaribu kuipata na kutekeleza yale ambayo wanayotaka kutekeleza ili wapate furaha ya leo, kwa njia nzuri, si kwa njia mbaya. Kujiamini pia ulizo linajitokeza. Kujiamini kuna maanisha kuwa na uhakika wa kufanikiwa kila wakati. So tunazungumzia kwamba kwa vyovyote vile wewe tafuta kujiamini tu ili upate furaha leo. Je, kujiamini una uhakika kwamba lazima ufanikiwe kila siku kwa kupata furaha kila siku? Sivyo. Kuna siku zingine kujiamini si kuamini katika ukamilifu, wala si kuhisi kama huwezi kuathiriwa. Ni kukubali kwamba unaweza kufanya makosa, kushindwa, kujifunza na kuanza tena. Kujiamini kunategemea ustahimilivu, si kwa dhamana ya mafanikio ya kudumu. So,
Kujiamini haijamaanisha kwamba yale ambayo unatekeleza kuyafanya leo mazuri huwezi ukashindwa. Ndivyo ilivyo. Lakini mtu anayejiamini huwa anaanguka na kusimama tena. Unavyoanguka unasimama tena. Unavyoanguka unajaribu kusimama tena. Kwa vyovyote vile, yaani hukati tamaa. Kila wakati unaendelea, hukati tamaa. Wewe ni mvumilivu. Kujiamini kunasaidia kudhubutu. Kila siku unajaribu. Kila kitu chochote kwa kama wewe ni mfanyabiashara au wewe ni mtu ambaye unategemea kufanya kazi iliyo bora, labda kufanya kitu chochote cha maendeleo katika mtaa wako au kijijini kwako ili kiwasaidie watu wengine wapate furaha, unaendelea kudhubutu. Kudhubutu ni kwamba usikae ikiwa umeshafikiria, lazima usimame na kukitekeleza. Isikuwa tu kwa maneno tu. Mimi nataka furaha, nachunga nifanye hiki kitu ambacho kitaniletea furaha, ikiwa katika maneno. Dhubutu. Kudhubutu inamaanisha kwamba tenda kwa vitendo. Ndio kudhubutu, yaani kutenda kwa vitendo. Simama ukifanye hicho kitu ili kikuletee furaha na furaha kwa watu wengine ambao mko pamoja katika sehemu ambayo unaishi nao, katika family, katika wandugu na watu wengine wote ulimwenguni. Chukua hatua na kutoka katika eneo lako la faraja. Kweli, hiyo ni kweli. Yaani, ikiwa wewe labda unaikaa sehemu, unaona kwamba hasivyo, haiwezekani, au uko katika faraja, yaani umepata tu kitu kidogo cha kupatia furaha, ukaona kwamba imekwisha, huwezi ukaendelea. Ni vizuri kuendelea kufanya mapya kila siku ambayo yataendelea kukupatia furaha zaidi. Yaani ilikuwa katika kiwango kidogo iwe kubwa. So, mtu anapoamini katika uwezo wake anahisi huru zaidi kujaribu, kubuni au kuchukua hatari zilizopimwa. Licha ya hofu na mashaka, imani hii ndani yake inamruhusu kudhubutu na kuchukua hatua zinazofuata. So, lazima unakuwa mtu ambaye kujiamini kwako kusiwe katika maneno pekee, lakini ni kudhubutu, yaani kushika hatua, kusimama kila siku ili upate furaha. Kiasi kwamba kama wamama au wamama pamoja na watoto zao ambao wamekumbwa na matatizo katika nchi ya DRC, wako katika hali ngumu ya kupata chakula au kupata matibabu au kupata vingine vitu vyote ambavyo vinavyoendeleza katika maisha hiyo siku, lazima wasimame na kuweza kuwasiliana na wengine wamama ili wakuwe pamoja, waendelee kutafuta kitu fulani mbadala kinaweza kuwasaidia wakakuwa na kauli moja, labda ya kuwagombeza wale watoto wao na wale watu ambao wanaoendeleza zile vurugu na kufanya vitu visivyo, waachane navyo ili waweze kuwa na furaha katika nchi yao na katika sehemu zao. So, asante sana, nashukuru sana. So, neno kujiamini ni neno nzuri. Ikiwa kama mtu anajaribu kujiamini kwa lengo la kutafuta furaha, inaweza kuwa vizuri, akawa na furaha kila siku, huku akidhubutu kufanya yale ambayo alikuwa anategemea ndio yatamletea furaha,
akadhubutu kuyafanya ili aendelee kuwa na furaha kila siku, kwa sababu tuliumbwa katika dunia hii ili tuwe na furaha. Hatujaumbwa tuje katika mateso. Hatujaumbwa tuendelee katika magumu kila siku, ila mateso na magumu ni somo la kutusaidia sisi tukawa wakomavu ili kutafuta yale yatakayotupatia furaha. Mateso na magumu tumeona kwamba ndio silaha ya kutusaidia sisi ili tupate vile ambavyo vinaweza kurahisisha tukawa na maisha bora. Na pia tumeona kwamba sio rahisi kila siku katika ulimwengu wa leo, ila kwa vyovyote vile tujaribu kuwa na upendo na kuendelea kwa na tabia kujiamini. Kijiamini itakubidi umsaidie mtu mwingine na wewe jisaidie pia. Asante sana, shukran, tuonane tena baadaye.